Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala khairi anbiyai wal mursalin. Masharti ya kukubaliwa dua au maombi ni wajibu wa kila Muislam awe anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na awe tajiri awe mzima awe takavyokuwa, kuomba dua ni lazima, kwa sababu Mtume sallallahu anasema ad-du'a huwa al-ibada, dua yenyewe ni ibada. Kwa moja katika ibada za mtu kuzifanya ni kuomba dua, awe tajiri awe maskini, awe mzima awe anaumwa, awe atakavyokuwa, ana matatizo ya watoto, ana matatizo ya mke, ana matatizo ya mume, ana matatizo ya majirani, kitu ambacho kitumsaidia pekee ni dua. Lakini kuna masharti yake. Katika sura al-Baqara aya 186 Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idha sa'alaka ibadi anni, wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi, fa inni qaribu ujibu da'wata da'i, mimi niko karibu sana kuyakubali maombi ya yule anaomba. Lakini sharti yake falyastajibu li, waliyafanya ambao mimi nawaambia, wale riziki halali, wawe wanafanya kwa ikhlas, wawe hawaingii katika shirki, wawe hawakati udugu, wawe wanakuwa na yaqin, waliyu'minu bi, na vile vile amini kwamba mimi ukiniomba nitawapa. Sio mtu anaomba halafu ana wasiwasi, nitakubaliwa au sikubaliwi. La. Unaomba kwa ikhlas kwa Allah peke yake, na vile vile unajitahidi kujiepusha na maasi mengi sana. Kukosea hamna kukosea, lakini kwa ujumla unajitahidi kujiepusha na maasi ili dua zako zikubaliwe. Kama nilivyosema, kila mtu ana shida au itakavyokuwa, na tumeona katika hadithi refu ambayo siwezi kuitaja yote hapa, ambayo imo katika Bukhari, kitabu cha Bukhari, na Abu Huraira amemsikia Mtume sallam, mtu ambaye alikuwa kwenye safari refu, halafu akanyanyua mikono yake akaomba ya Rabbi ya Mola, lakini akakataliwa dua zake. Kwa nini? Anasema akalahu min haram wa mashrabu min haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu, ana chakula cha haram, ana kunywa cha haram, vile vile amekulia katika mambo haram, vipi zakubaliwa dua yake? Na mtu ambaye anakubaliwi dua yake, basi mara nyingi sana hata amali zake nyingi zitakataliwa. Kama alivyosema ta'atu mimman haram yaakulu mithlu bina'i fi mawji ja'al, mtu anamtia Allah kwa ibada nyingi lakini anakula haram, basi ibada zake, dua zake zinakuwa kama zilizojengewa au kama nyumba ambayo imejengwa juu ya mawimbi, kwa maana dua zake ni tabu sana. Msingi wa kubaliwa dua ni vile vile kula halali, na vile vile kujiepusha na maasi makubwa, na kumuamini Allah kwamba ukimwomba atakupa. Katika hadithi vile vile imo katika Jami Tirmidhi, ambapo Abu Hurairah alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Daraja hadithi hii Imam Nasruddin Albani amesema hasan lighairihi, anasema la yastajibu dua min qalbin ghafil lahi, Allah haikubali dua kwenye nyoyo ambayo imeghafilika, hajui nilichosema, anataka riziki, anaomba afya, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afia, anaomba baada kuomba riziki, anaomba janna, huku anaomba matatizo yake yalikuwa nayo ya mkewe, kwa hakijui nini anachokisema. Lazima dua ikiwa Kiarabu, ikiwa Kiswahili, ikiwa ujue maana yake. Kwa hiyo si lazima kuomba dua ya Kiarabu. Ukiomba dua ya Kiarabu unapata thawabu, lakini tabu kubaliwa dua yako, tabu sana. Ghafil lahin, haiko serious, inaomba dua pale hayupo, anafikiria tu wake, anaomba Allah msaidie katika matatizo ya maisha au matatizo ya biashara au matatizo ya watoto au matatizo ya mke au mume, lakini akili yake haipo kabisa, anafikiri vitu vingine, biashara zake, au anafikiri mambo yake, au anafikiri mpira alioacha baina Manchester na timu nyingine, hayupo. Hii dua, hii kitabu kubaliwa, ni sharti uwe na concentration, umakini, ni sharti ujue unachokisema. Namalizia, Imam Hasan Basri anasema inna Allah la yukhlifu al-mi'ad, anasema Allah havunji ahadi zake, kwamba mtu akiniomba nitampa. Wa innama al-aibu min qibalina, lakini aibu
kasoro ziko kwetu sisi katika unapoomba dua, aidha una maasi, mtu ana maasi mengi, au hamamini Allah kikweli kweli katampa, au anaomba bila kujua nini anachokiomba, na vile vile anaomba na akili yake ya kuomba haipo. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk.